Mimi mwanafunzi wa Maulidi Juma, leo nasikitika sana kwamba babu yangu Maulidi vyote alivyoimba vya kuifurahisha serikali, wananchi, leo silete chochote. Kwa nakumbuka shairi lake aliposema, dunia dharubu ikikukabili, lenye kukutibu ungaliona hili, japo likaribu kwako huwa mbali. Mwanzo asemaje? Kiti dunia sikiti, dunia sikiti cha kukiegema, hivi ungaketi imana mtima, kubali wakati utaishi vyema. Yani jana unkula wali, leo unkosa wali, kula sima. Kula sima. Sasa hili shairi nilokutajia hili kwamba dunia dharubu ukikukabili, yenye kukutibu ungaliona hili, japo likaribu kwako ulio mbali. Haya maneno ya hikma. Yenye kukutibu ni hili, japo likaribu kwako huwa mbali. Huwa mbali vipi? Ni kwamba kwa mfano wewe wasikia njaa papite vitumbua au kaimati au bajia shilingi 5, bajia wazitamani, lakini huna kitu. Ndio japo likaribu kwako huwa mbali. Hichi hapa chapita kitu chenye kukutibu wewe, ndio hichi hapa. Lakini akikutibu kwa nini? Huna pesa. Kaimati azipenda zitamani. Kaimati pesa ngapi? Shilingi 3. Wewe huna. Ndio lenye kukutibu ungaliona hili, japo likaribu kwako huwa mbali. Nasema vipi mzee kuhusu hilo shairi? Mashairi yangu na mashekhe wayapenda. Mashekhe wayapenda. Ndio bwana Kai mkubwa. Hata mashairi yako mengine kwa msikitini hakuna pingamizi. Hakuna. Ni kweli maneno yako. Maneno yako nakubali kabisa, Maulidi ya kweli kabisa, kwa sababu kama shairi lako leo lilotunga la mwana kuteta na mama, mwana yuko mashakani. Ile shairi ninalipenda sana bwana. Mmoja wasema, kama huna khera ambiwa mtoto huyo. Mtoto ambaye amdharau mamake, basi bwana mwambia, kama una khera ajifunze kuwaza, mtakupa ishara na wewe peleleza. Lulu ingangara mamake nshaza. Shaza ni kitu kichafu, kikali, kenye makali za kumkata mtu kubaharini, tetwa shaza, lakini kimiza mtoto mtukufu lulu sana. Sasa bwana ndo asema, kama una khera jifunze kuwaza, ambiwa mtoto maneno hayo. Kama una khera jifunze kuwaza, na mimi nitakupa ishara. Lulu ingangara mamake nshaza. Nasikia maneno? Ndio. Ile lulu ngara. Mtoto mamako ni mbaya, lakini ndiye kuzaa. Mama awe mui na vitendo vyake, na mwingine havi si badili yake. Kama utambua hilo likumbuke. Mama awe mbaya kabisa, lakini mamako hakuna badili yake. Hakuna badili yake. Mamako ni mama. Mamako ni mama. Hakuna badili yake. Wewe ndo naketi na mzee. Utasemaje kuhusu mzee? Kilio changu ni kama hivyo tu, kama serikali yaweza kumwangalia, maana kazi aliyofanya ni kubwa sana kwa serikali ya Kenya. Mambo ya kubwa sana. Sasa kabisa. Ndio kama serikali ya Kenya inaweza kumwangalia pia, ingekuwa sawa. Kuna uwezo wa kumwangalia nyinyi? Sisi bado si uwezo hatuna, hata vijana wake hata makazi hatuna. Angalia kama hivi mzee kama hivi sawa, mzee ni mgonjwa huyu Abdurrahmani hana kazi, amfanyeje? Mama hana kazi, amfanyeje? Kwa hiyo alafu kuna mambo mengine yasikitisha, yasikitisha sana, kama hivyo ile shairi tulisema bwana Mchai kwamba mtu hufa mambo yake na yeye mwenyewe yuko hai. Hilo shairi ni kama hivi sasa. Mambo yake yote yankufa Maulidi Juma, lakini yeye yuko hai. Bwana, kwa mfano ulikuwa na gari ushaliuza, ulikuwa na nyumba ushaiuza. Sasa mambo yako yote yankufa, lakini wewe uko hai. Ndio maneno aliyosema bwana katika wimbo wake ule. Dunia ina kicheko, ichekapo usikii, tena ina mzunguko, huzinga hujakinai, mara ufa mambo yako na wewe mwenyewe uko hai. Ni uchungu loje. Ulikuwa na gari huna tena, ulikuwa na nyumba huna tena, ulikuwa mwimbaji si mwimbaji tena, ulikuwa hivi wewe. Sasa mambo yako yote yankufa, mbaki wewe hai tu. Na wale waliokuwa akiwaimbia siku hizo wote wako tena wana uwezo, hawamsaidii chochote bwana. Basi kweli mzee hawakusaidii. Ukweli mzee hawakusaidii. Hawasaidii bwana. Sawa bwana Mchai. Kwa hiyo maneno yake huyu nyimbo zake nyingi alizozimba za rejea za mpiga mwenyewe katika uzee wake. Nyimbo nyingi anazisema bwana za mpiga yeye mwenyewe katika
umri wake. Ameimba kila kitu katika Kila kitu kimba, mapenzi dunia, mapenzi, nyimbo za imani za Mungu, kidini. Zote zinaimba na huyu bwana. Wasikia fahamu pia zinamtoka hawezi Hawezi kwa sababu maradhi. Lakini leo wapata dawa huyu wapoa. Hali yake itakuwa nzuri. Kuna wazee zaidi yake na wako na nguvu zao, wanafanya kila kitu. Kwa hiyo bwana, mimi kama hali yake na maskini ndio. Mimi kama mwanafunzi wake mkubwa, huyu wanafunzi wake wote mimi ndio first born katika wanafunzi waliosomesha yeye kwa mkono wake. Mimi ndio mshairi wake number 1 wanafunzi wake. Nasema hivi, mzee wangu yuko taabani. Serikali mumeambiwa sana, moyo umeambiwa nyimbo ya mlolongo. Baba wapingao na wapinge, kwa nini mwapinga kweli? Na kura ya mlolongo, kura ya nani? Ama na Modi Juma. Mtukufu Moi ni rais wa vitendo. Mtukufu Moi na beti mbili za huo wimbo wa Moi. Zibeti mbili tu za huo wimbo wa Moi. Ya mlolongo. Utuhanie tu beti mbili. Rais Singenena afanya uchunguzi. Rais Singenena afanya uchunguzi. Kwamba ni kushindana. Ni kushindana. Shina wazi. Ndio dawa ya fitina huyo kwa ngozi. Ndio fitina na kiongozi. Hilo nalikumbuka. Sikia maneno hayo. Sasa hakumbuki, fahamu mpaka Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta pia muimbia shehe. Sasa wewe nafikiri kama ni Ulaya au Amerika, muimbaji akamwimbia Ronald Reagan au muimbie Trump, huyu yuko daraja gani? Muimbia Raila Odinga pia. Raila Odinga wewe kumwimbia? Tena na muimbia hapa kumbuka alikuja Raila hapa. Alikumbuka sana. Snake Valley hapa badio. Alikuja Raila kaimba hapa Snake Valley. Hapa kaimbiwa Raila hapa. Wakati Maitha alifariki sasa uchaguzi mdogo uchaguzi mdogo wa Kisauni. Sasa mimi ndo hatari tulioko nayo sasa. Hatuna warithi wa kumrithi huyo mzee. Hawako. Ndio. Na serikali inafaa ifanye haraka imtunze huyu mzee ili kweli wale ambao wanajifunza mambo ya taarab, asili taarab. Hii mipasho ya sasa. Waje kwa mzee. Ndio. Mzee angaliwe ili aishi miaka mingi. Tujifunze kwake tu, tukija kwake kujifunza. Maana Mchai anasema hivi, Mchai. Mchai anasema hivi mimi. Madamu huyu yuko haya alhamdulillah. Yeye ni mgonjwa tu yeye, lakini mkono wake afanya kazi, mdomo wake afanya kazi, aweza kututungia mashairi huyu. Vijana wa kileo wakaimba, wakaja kujifunza kwake. Ukafahamu, wakaja kujifunza kwake, lakini mpaka tumlee hadi yeye atawezapi. Lakini leo tuamtibu huyu bwana awe mzima. Maana mifupa tu, mishipa iko sahihi hivi, akipata matibabu huyu ya vizuri. Maskini. Na maskini anachangia sana, maskini kila kitu. Vizuri sana. Hicho ndicho kilio cha Maulidi Juma kwa serikali na wapenzi wote wa lugha ya Kiswahili. Waje wamwangalie. Waje wamwenzi mzee. Waje mwenzi mzee bwana. Ile Wakita atakuja kumwenzi mzee. Wakita? Santa. Wakita atakuja kumwenzi. Wakita ni chama kipya cha watu ambao wapenda lugha ya Kiswahili, washairi. Wakumbuka kwa zamani Wakita, kisha ikafa. Huyo ndio mwanzilishi. Kwa hiyo Wakita na wenzake, huyu bwana wa Mchai. Ikafa ile Wakita. Lakini sasa wamefufua tena, na sasa wamefufua vipi? Double. Mara haja na nguvu mbili. Kwa hiyo inshallah Wakita itakujia, huyu bwana asema. Itakuja kukuenzi hivi karibuni. Wewe ukiwa hai kwa uwezo Mwenyezi Mungu. Sio watu waenziwe wankufa. Mtu ashakufa ndio asifiwe. Huwa alikuwa hivyo. Twamwenzi yuko hai huyu bwana. Sawa? Kama Kadenge. Kweli. Angalia, bwana Mchai, ati huyu Maulidi Juma, mako na simu hino, beti iko nje hino. Beti iko nje nitoa tu hapa. Simu gani? Simu yenyewe ndio hii kabambe, tena kabambe ya kizamani, ati iko na star wa Afrika Mashariki wa taarabu, star Maulidi Juma hii. Simu yake beti iko nje hino. Ndivyo hivi. Ambastaresha watu wangapi Kenya hii na Afrika Mashariki? Yuko hali ile. Bwana Mchai, basi msifanye hivyo. Viongozi msifanye hivyo. Mzee Kenyatta anaambiwa na huyu bwana. Kenyatta alia. Wakati wa Kenyatta ulimwambia Kenyatta pia. Kenyatta shairi. Walikumbuka ile shairi. Walikumbuka ile shairi. Hakumbuki ziko zote. Mzee, kati ya nyimbo zote ambazo umetunga za taarabu, wimbo upi ambao kwa kweli unakuatua moyo sana? Kila ukikumbuka unaona hapa niliachieve. Kubali kukanywa nae yumo makosani. Hapa ni upi ndio huo mwisho wake usengenywa.
kutia watu. Alikuwa anamchapa mtu hiyo. Sikia, hiyo ndio nyimbo ashaniambia mwenyewe, amevulia kofia. Asikubali kukanywa. Beti moja ama mbili kama unaweza kumbuka. Wapi bwana? Hawezi. Sauti hakuna. Wanadamu kukanyana. Makanyo si jambo baya. Wala hapana kununao. Kwa mwenye. Sasa mpaka mzee alikuwa hataki kuja koja, asema washakuja watu wengi wa serikali waje, watu wanakuja kummoja hoji wa waandishi wa habari kama hivi, kisha watu wakienda wanaenda kabisa, hakuna jambo lolote wanafanya. Wakati itakuja. Sasa huo ndio wimbo mwenyewe mimi kumuji. Kama nilivyokuambia, mimi ndio mwanafunzi wake mkubwa katika wanafunzi wote wanaofundisha mashairi, mimi ndio mwenye kitabu chake. Huo ndio wimbo mwenyewe nilipomuuji mimi akaniambia katika nyimbo zote nilizoimba 200 hizo. Wimbo huu ndio ninaupenda, asiyekubali kukanywa naye yumo makosani, mwisho wake usengenywa kutia watu dhambini.